Salama. Huyu ndo msemaji sasa. Mimi nimesajiliwa, ukapendekeza pia nimsajiliwe. Kwa hiyo ndo anamaliza kila kitu. Tuambie. Tutakuwa tunafanya kwa kupoteza. Hala mimi hapa natoa Scott nakwambia ukweli. Yaani uzuri. Yaani mimi pia nimesajiliwa. Kuna wachezaji wamesajiliwa. Mimi pia nimesajiliwa kupitia kwa nguvu ya kipotozi. Yaani uzuri ambacho nimefarijika kuona ni kwamba msimu uliopita mwaka jana wote mlikuwa timu moja Jitu FC. Sasa hivi usajili Vunja Bei. Sasa inawezekana kule mambo imeshindikana, ibidi huko ndo dream team. Ile brand imeenda kwenye vitu vingine. Alafu watu waliona potential kwamba sisi kumbe ni wachezaji wakali. Kwa kuna namna tunaweza kuongeza nguvu kwenye timu zao. Ndio maana akaamua kutununua. Hata Vunja Bei alitakiwa, alikuwa anaingia sema alichelewa, alikuwa na mambo mengi. Hatujatoka bure kule. Ni pesa ndefu sana. Sahihi kabisa. Mmejipanga vipi kwenye haya mashindano? Kwa sababu nimeanza kuona baadhi ya timu ambazo za masters zimekuwa zinafungwa tofauti na timu ambazo wachezaji wa timu ina mastaa kuliko timu yote utakayoiona huko kwenye mashindano. Na timu ambao yani ina mastaa na wanajua. Sijisemei mimi sababu mimi nimesajiliwa kwa ajili ya dakika 10 tu za mwisho. Uongo? Mchezaji mkataba wake unasoma dakika 10 tu. Inaitwa dakika 10 za ozo. Mkataba unasoma hivyo pale juu, contract na Vunja Bei. Akizidisha hapo ni kipengele na akipunguza na yeye ni kesi. Kwa hiyo yeye na Vunja Bei nisifunge ni dakika 10. Dakika 10 za ozo za mwisho. Si ndio? Kwa hiyo tumepata mchezaji namba 9 mzuri, atashirikiana na Pogba pale mbele. Forward namba 9 hiyo na Pogba msisaulishe. Wakati nyinyi mnamkaba wote Pogba wote huko mmemwacha ndo anawafunga. Unawajua watoto wa Dar es Salaam ukimtajia Pogba wanamjua. Sawa. Mmejipanga vipi kwenye kundi lenu lile? Natoboa. Tumejipanga vizuri na tunatoboa kama ambavyo mmeona. Kambi yetu sio ya kitoto. Tuko vizuri kuanzia ulaji, kulala, mazoezi, kwa tuko vizuri. Yaani kiufupi ni kwamba tafuta timu yoyote ambayo imeshiriki mashindano ya Samia Cup ambao hata wamefutulishwa basi tuseme. Yaani nyinyi mmekuja hapa kwa sababu sisi tuko tunafuturu. Na tumewakaribisha nyinyi mje kula futari yetu. Unaoona wote wale wote ni wachezaji wa Vunja Bei FC. Au si? Na kamati hapo. Itafutie timu yoyote inayocheza Samia Cup ambao umefanya hivyo. Maana Paten tumemkuta na wale wachezaji wake wanakula miogo kule Coco Beach. Sasa ndio maana amefungwa 6 wale madogo. Amefungwa 6. Yaani nilijua. Kwa hiyo yani tuko vizuri. Hapa saa ngapi? Saa 3 mazoezi. Nenda tu. Yaani hii ni futari tu, baada hapa pia kuna mazoezi. Baada ya mazoezi tunarudi kambini. Plani kuchukua kombe hivi. Ndio malengo makubwa hayo. Ndio. Basi kama vipi wao wanacheza huko wengine? Wao wanafuturu. Wasije kwa sababu Shifter anaongea sana, nakuta sisi ni msemaji wa timu gani anaongea maskini, kumbe hata afuturu maskini. Kama leo aje huko afuturu. Sawa. Kaka ndugu yangu yule. Mashindano hozi uko na mchezaji ambaye alishawahi kusajiliwa na Coast Union. Mwana mmoja tu. Ndio nimemsema, hakuna mwana mmoja kumbe. Yeye anaizungumzia timu ya Akiba. Sasa kama wale ufunguzi tu walifungwa eti Alikiba kwamba eti tunatoboa mbele. Wale wakifunga kama wamefunga na wakifunga kama wamefunga. Sasa wale ni mandonga wa miguu. Ukiuliza wenyewe wanasema hivyo kama sisi tukifunga kama tumefungwa na tukifunga kama tumefungwa. Kwa hiyo kupoteza. Wana enjoy yenyewe kufungwa. Sawa. Mwaka jana msimu uliopita ulikuwa unaingia na kitu tofauti pia. Timu yako ilikuwa mkiingia wajana lakini ulikuwa kitu tofauti, unashangiliwa nje na nini. Chimama alikuwa na vibe wozo. Huku sasa ndio itakuwa balaa kabisa huko. Siku ya mechi nafikiri tunacheza tarehe 26. Na nadhani kuanzia kutokea hapa HQ hapo kwa Vunja Bei kwenda uwanjani kutoka kuna magari 24 na king'ora. Msafara utaanzia hapa, utaenda tu hapo. Na magari ambayo yataongozana mtayaona. Hao tuliowataja na wengine zaidi wa wasemaji wengine, kuna timu na wasemaji. Mimi sio msemaji, mimi ni mchezaji. Hapa namsaidia mkubwa. Ningekuwa mkubwa anataka niongee. Namsaidia mkubwa kusema, lakini nimekupa hiyo mtakuwepo na kutakuwa kuna gari pia la watu waandishi wa habari. Nyinyi mtatangulia tu mbele. 24. Kwa hiyo magari manne kutoka hapa mpaka hapo uwanjani. Magari manne wanaume, 20 hao nakuwa ni wadada waje kushangilia tu. Kwenye huo aliyekuwa shemeji yako atakuwepo. Wote watakuwepo mpaka ma ex ndugu yangu. Tumekusanya kile engo. Sisi hatuwezi kuja kushabikia na watoto wa kiume. Sisi gari 4 zote ndio timu ambayo itakuwa inasubiriwa kwa hamu kwenye mashindano. Ndio. Pengine kuna mtu gani ambaye mlitamani? Alhamdulillah. Kuna timu gani pengine mlitamani sana kukutana nayo? Enjoy futari. Bora mjibu. Nani wale walioshinda juzi wale? Watu wa Fole. Ndio tunataka sana. Ndio wao tunaanza nao vijana, niliwaangalia juzi. Hapo Kilimanjaro pia. Hata yeye mnyamaza bana. Tuheshimiane mkubwa. Usitaje hiyo jina. Tuheshimiane. Sawa nao pia mkubwa. Hakuna timu ambayo
inawashinda basi kwamba watatembeza kipigo. Naye ameongea. Ndio unamjua sasa. Yule ameshinda kumlia Lola anaweza kucheza mpira. Ile kamdomo. Kashinda kumlia mtoto wangu ataenda kucheza mpira jamani. Hem, tuongee vitu vya serious, ongea watu wa Fole, ongea vibe, ongea watu. Kuna timu kibao zinaweza. Wakifuzu makundi na mimi na kuhakikisha nakupa hela. Wale akina Ndaro wakifuzu makundi. Acha kupotosha maneno. Kwani mzako anachezea majina, anachezea mademu. Yaani enda hapa anakuja tu kupata clip mbili za milioni basi. Post pale. Kwa hiyo mwenyewe anajiposti yeye tu muda wote. Aposti wenzake, anajiposti yeye muda wote kwa uwanjani. Kwani aposti wenzake? Ina wao hapo kama watano. Ndio maana amekimbia. Ndaro, Azabo itabidi aposti kwa pamoja. Wenzika aposti amevaa suti ndio yuko uwanjani. Yaani yuko mwenyewe tu aposti wenzake. Anajipendelea sana, mtu gani ajipendelea peke yake. Ndio mimi mwenyewe nimemkimbia. Nimeona mtoto wangu mwenyewe kamshindwa. Chamsi naye ameanza maneno, ameingiza timu, tunasema yeye ameingiza timu dakika za jioni, anasema hana wa kumtisha. Angejibu nanilia. Sasa yule hatuwezi kubishana naye kwa sababu ajui mpira. Kwa sababu nimeona hata kauli yake moja anasema nimekuja kuchukua Samia. Sasa Samia ni jina la mtu, yeye anashindwa kutofautisha mpira na jina la mtu. Kwa hiyo tunamwangalia tu, tunamkaribisha kwa mara ya kwanza. Baadaye ndo akitamkaa sawa. Sasa hivi tunamkaribisha. Ndio. Neno kwa mashabiki yenu uwanjani. Neno ni kwamba tunacheza siku ya Alhamisi. Vunja FC tunacheza na watu wa Fole. Mechi yetu ya kwanza. Na kama mnavyotuona wanaotuoji hizo mic zote zimekula zimeshiba. Shout out sana kwa Vunja Bay. Mimi pia nimekuja hapa kama simeshiba. Mimi nimeitwa hapa nimekuja nimeshiba. Kapteni wao yuko hapa. Wote tumeshiba vizuri. Umeona wachezaji umeona. Na nyinyi mkiondoka, manager naomba kila mtu akiondoka hapa avae jezi. Kuna manager wa timu. Manager huyo. Hebu sema lolote juu ya jezi, hata kuwasaidia hata wapate jezi. Sababu hata bwana sasa kwa sababu ni mashabiki. Na mimi maandishi wa habari ni mashabiki wa Vunja Bay. Tunanunua. Kwa hiyo nitawapatia jezi wote hapa. Jezi za mashabiki wa Vunja Bay wote mtazipata sasa hivi. Lakini pia tupo na hiyo timu ina wasemaji 132. Hapa tuko wawili. Anaitwa Peti kama mchezaji nimesajiliwa. Alafu subiri, unajua watu wanasema Wozu anakuja kuleta vituko kwenye timu. Sasa huyu mchezaji watamuona watu wa Fole ndio wanaanza naye huyu. Mkataba unasemaje? Dakika 10 za huo? Dakika hiyo ndio dakika 10 za Wozu. Mkataba wake amesaini hela nyingi. Wewe bwana, tuko na MC Peti. Kwa hiyo wape vitu bwana. Kwanza niseme tu kwamba tuko hapa kwa ajili ya kuongelea timu yetu ya Vunja Bay FC ambayo inashiriki michuano za Samia Cup. Niseme tu kwamba michuano bado hazijaanza. Michuano rasmi zitaanza tarehe 26. Vunja Bay FC versus Fole. Nasema hivyo kwa sababu gani? Timu yetu haiwezi linganisha na matimu mengine yoyote. Acha msi. Tosa likolo. Kepa na bisu. Kwa sababu ya vitu nyingi. Niseme tofauti ya Vunja Bay FC na matimu mengine. Kwanza, timu ya Vunja Bay tuna wachezaji internationali. Tuna striker anaitwa Sasle Jogo, ametoka Congo Brazzaville, mtamuona pale. Vunja Bay ndio timu ambayo wachezaji wetu wana mikataba. Hamuna mtu anacheza free. Vunja Bay FC oyo eza ekpe. Hii ndio timu ambayo tupigiani simu. Oya mwanangu na muda. Tukakiwasha kambi Mbezi Beach, moja kati ya hoteli ambazo ziko kule fukweni. Wambweni ndio tuko kule. Esa timu yetu. Timu yetu ndio timu pekee imeweka kambi wiki 3 South Africa. Vunja Bay FC. Kipotosha hiyo anacheka. Timu yetu. Tumetoka huko muda sio. Endelea Pete. Msemaji, niongelee juu ya posho. Posho hapana. Sawa. Kwa faida yao labda niseme kidogo. Wachezaji wakubwa. Tuna mgawanyo ya posho. Tukishinda match, kila mchezaji anachukua 400,000. Ni posho tu. Hii ni posho ambayo hata timu za ligi kuu hamuna. 400,000 first 11. Waliotokea bench wakaingia wanachukua 300,000. Waliokala bench hawajacheza match ila wako kwenye bench wanao 200,000. Kuna wale wachezaji ambao hawajakala bench, hawajacheza match, wako nje ila ni wachezaji wa Vunja Bay FC. Timu ikishinda 100,000. Ikitokea tumedraw inakuwa ni nusu ya hiyo. Maana mwenye 400,000 anakamata 3, mwenye 300,000 anakamata 1.5, mwenye 200,000 anapata 100,000, mwenye 150,000. Uko naona Sasa timu gani nyingine ya Vunja Bay FC ambayo itakuwa na hiyo utaratibu?
Vunja Bei FC tumemchukua mpiga gita kutoka katika bendi ya Lawata ya mwanamuziki Eritier Watanabe kutoka Kongo. Atakuwa akiburudisha kila baada ya machi ikiisha. Machi imeisha, tuna muziki eke nini wana ndembo eke na muziki, mpira inaendana nini na muziki. Siku hiyo ndio utaona utofauti yetu. Tumeongelea juu ya Costa 20 juu ya watu wa kushangilia. Niseme tu kwamba hiyo itakuwa ni kwa ajili wa machi wa kwanza. Matokeo ya machi ya pili tutaongeza, na vile vile tukivuka hatua ya kwanza kwenda hatua nyingine, kwa sababu ya ukubwa na ya hizi mchuano, na kwa sababu pia imebeba jina ya Le Madame President, kila mchezaji atapewa voucher ya 1 milioni ya kufanya shopping mwenye kila duka zetu za Sinza na Kinondoni. Ukiachana ile lakini ukiachana ile tukivuka kwenda hatua mtoano ambayo iko nafuata, sisi ndo timu pekee jezi zetu halijafuata Kariakoo na Karume China